hii ni shida sana ya timu zote za Tanzania peke yake, sio Simba peke yake. Yani mipira set pieces hiyo sio kwenye kona kwenye nini, yani inakuwa shida sana kwetu. Na hata kama kufanya jana uliangalia game ya Berkane na Constantine, goli ambalo alifunga Constantine. Tunasema mashambulizi zaidi ya 80% ya mashambulizi ya Constantine yote yalikuwa yanakuja kwa mfumo ule wa heading. Unaona, yani wanapiga cross hata kama wako ndani ya box, unajua mtu ajitahidi apige cross, tumeona apige cross, mwingine afunga, apige cross, mwingine afunga. Kwa pengine ni tactic ambao wao wanaitumia, lakini kwa Simba wanaweza wakaboresha bado kwa sababu wana time. Unajua finali ya 17 kwa 25 una almost kama wiki 3 hivi, ni around hiyo, yani wiki 2 na kidogo mpaka wiki 3. Sasa kwa namna moja ama nyingine ukirejea kwenye games ambazo wachezaji hao ambao game imewapalia, mimi naona mwalimu jana aliondoa mapema na ilikuwa mzuri zaidi kwa timu. Yani wale ambao waliingia uliona kuna kitu cha ziada wameenda kukifanya. Yani mwandaa sio uliona hata mwalimu anaopti kumtoa kiungo mshambuliaji na muongeza defender. Umeona, kwa sababu wakati Shemaloni anaingia kutoka beki, umeona alitoka kiungo mshambuliaji akaingia Shemaloni. Kwa uliona kabisa kwa point iliyofika mwalimu tayari alikuwa na jambo lake. Na ukiangalia kwamba Hamza pia ana uwezo kucheza kama defensive midfield, kwa maana ya kupanda juu kuungana na kina Ngoma pamoja na Kagoma. Kwa mantiki hiyo, maana yake mwalimu yeye alimtengeneza chemistry nzuri zaidi kwenye kudefend. Lakini out of hapo mimi siona kama Simba jana kuna kitu kibaya sana wamefanya kulinganisha na performance ya Stellenbosch. Yani in fact yes, kuna makosa ambayo umeyafanya na Stellenbosch, ukiyafanya timu kama Berkane, ukiyafanya timu kama yenye quality zaidi hapo, kuna kitu atakifanya cha ziada. Lakini game approach pia inatofautiana. Yani makosa ambayo umeona jana Simba wanafanya, unaweza enda kucheza mchezo akacheza na klabu kubwa usione makosa kama haya yanajitokeza. Kwa sometimes makosa kwenye mchezo ni kutokana tu na mpinzani ambaye unaenda kucheza naye. Kwa mfano ule mfano mdogo tu, ukiangalia jana Berkane alikuwa na makosa mengi sana, lakini wale Constantine walishinda kuyatumia. Sasa usitegemee kama Berkane akichezaga na Ahali au akicheza na Kinando anafanya makosa ya mfumo ule. Hamna. Sometimes kulingana na quality ya timu ambayo unaenda kukutana nayo. Na unajua kwenye michuano ya kimataifa wenzetu kuna vitu vile ambavyo waga natuhukumu mara nyingi, time pamoja na space. Yaani timu yoyote ambayo ina quality ya wachezaji timu ambayo ina wachezaji ambao wana quality, ukiwapa time na space lazima watakufunga. Yaani ukimpa mtu akae na mpira hata sekunde 2 au labda sekunde 3, tayari anakuwa na madhara makubwa sana. Kwa hiyo Simba kama anapoenda kucheza finali na Berkane, kuna vitu vinatakiwa lazima avizingatie sana ili aweze kufikia mafanikio ambayo anataka. Japokuwa jana unaweza kaangalia namna ambavyo Simba walikuwa wanacheza. Unajua kwenye hizi mechi unasema cheza, lakini yani unacheza yani usionyeshe sana kiwango kikubwa sana. Yani I mean kwamba possession sio kubwa sana. Wewe cha msingi tu hakikisha kwamba unalinda ule ulinzi wako. Kwa mfano ukiangalia mechi kama Mamelodi pamoja na Al Ahly, kama uliangalia ile mechi namna ambavyo Al Ahly anacheza, ni kwamba atakuachia tu possession muda wote utakuwa nayo, lakini yeye kuna matukio tu ambayo mawili matatu akipata basi anakufunga. Kwa hiyo hata pia Simba namna ambavyo wanaenda labda kuna hiyo possibility kwamba Fadu kwa sababu alishacheza labda alishakuwa huko Uarabuni, ameadapt yale mazingira namna ambavyo wanacheza. Kwa hiyo ni kama pia ameleta kwenye Simba, especially kwenye hizi mechi kubwa za kimataifa, sana zile mechi ambazo anacheza ugenini. Yes, tuzungumze kuhusiana na hawa Stellenbosch. Wao ukiwatazama Raymond, wametengeneza nafasi nyingi, lakini moja kati ya vitu ambavyo pengine tulizungumza kwamba Simba tukisema wapokee mashambulizi sana watashindwa kuwa na aina ya wachezaji ambao wataweza kustahimili kwa kipindi chote hicho, lakini kwa siku ya jana wametuonyesha hilo. Kwa nini hatujashuhudia mabao kwao Stellenbosch licha ya Simba kukaribisha mashambulizi mengi sana katika eneo lao la mwisho? Angalia mipira ambayo walikuwa wanatengeneza Stellenbosch, mipira ya juu, mipira ya kona ambayo ilionekana kuwa hatari sana kwa Simba, lakini bado wakashindwa kuzikonvert zile nafasi kuwa mabao. Nafikiri tulishaye kuzungumza pia na last week issue inayofanana na hiyo. Mimi nilikuwa naamini Simba na Stellenbosch wote wana safu butu za ushambuliaji. Na ndio kitu ambacho kimetokea kwenye mechi zote mbili. Kwa mfano mechi ya kwanza inapigwa Amani, Simba alitengeneza big chance 6,
tunapozungumza big chance maana yake zaidi ya 70% has to be a goal. Lakini Simba hakufunga goli lolote kwenye hizo big chance 6. Kwa sababu ile goli la foul sio big chance ile. Umeona? La the same jana Stellenbosch 5 big chances. Lakini no any goals. Na hizo miongoni mwa hizo big chance nyingine hata azikufanikiwa atakuwa shot on target. Kwa hiyo kuna namna safu zao za ushambuliaji ndio zimeamua. Yaani kwa kifupi unaweza ukasema hivi mechi ya nusu finali, mechi zote mbili za nusu finali, individual brilliant ndio imeamua nani abaki na nani afanye nini asogee, kwa sababu as a team Simba amecheza vizuri. Lakini uliona nani kwenye hiyo kucheza vizuri ametumia nafasi za hizo Simba kucheza vizuri? Hatukuna nafasi yoyote ambayo imetumika kwa licha ya Simba kucheza vizuri. Umeona? Tuliona nafasi ambayo Ahoua ameitumia ni foul. Foul is not a big chance. Umeona? Ni individual brilliant inahitaji ndio mtu afanye nini? Ascore. Na ni kitu ambacho hauwezi ukascore back to back. Sasa unaona tunaweza tukasema labda mshambuliaji mpiga foul hatari kwenye ligi yetu msimu mzima amescore foul 2. Kwa sababu last season Aziz Ki ndio tulikuwa tunasema mpiga foul hatari, lakini last season wote amescore tu foul 3. Umeona? Kwa katikati ya foul zaidi ya 30 ambazo amefanya nini? Ampiga goli inahitaji individual brilliant ya mtu private. Lakini kwa Stellenbosch sasa hiyo individual brilliant ya mchezaji mmoja ndio imekosekana sasa. Umeona? Sasa unakuta hapa tunazungumza kama next season labda wakichange eneo lao la attacking na kile kikosi chao kaendelea kusalia nacho vile vile, kuna namna watamove on kutoka pale kwenda sehemu nyingine, kwa sababu kiwalisia tukubali tukatae tu kila timu ili iwe na mataji inahitaji pia striker. Yaani licha ya kuwa na defense nzuri lakini unahitaji striker au wachezaji watakao kufungia nini mabao. That's why unaona Ahali walikaa almost 3 season wanachukua makombe ndio, lakini hawana mshambuliaji mzuri. Wakaenda kuopti kumnunua Osama Abuali kwa dola milioni 1.3. Umeona? Alipokuja Osama Abuali amekuja nusu after season ndo amekuwa top scorer ligi kuu ya Misri. Msimu huu amepotea. Umeona? Lakini unaona Ahali na yeye anavyo struggle. Kwa sababu Osama Abuali mpaka Ahali inafika nusu finali almost michezo 10 amecheza. Amefunga magoli 3 na yote amefunga kwenye mchezo mmoja tu. Kwa hiyo michezo 9 yote hakuscore goli lolote. Kwa hiyo unaona Ahali wanavyo struggle sasa hivi. Mfungaji wao amtegemea nani? Imam Ashuri ndio afungie magoli. Kwa hiyo the same inatokea pia scenario za mfumo hata kwenye timu zetu hizo. Kwa mfano unapozungumzia Simba kwa sasa kwenye hiyo international tournament, nani who is the top scorer wa Simba? Si utaanza kumtaja Ahoua hapa ambaye amefunga almost mabao 4 sio, si ndio? Can you imagine? Sasa manake kwa namna yoyote ili timu imove onetoke sehemu moja hadi sehemu nyingine, licha ya kwa defenders wazuri, inahitaji pia na kuona striker wazuri, kitu ambacho Stellenbosch sasa wao wamekosa hata kwenye kwa viungo wao. Simba wamekosa yeye mfungaji mzuri kwa maana striker. Lakini at least wana advantage nyingine, wingers wao na midfielders wanafunga kwa maana ya Kibu Denis anafunga, the same to Ahoua anafunga, Mpanzo anafunga. Umeona? Licha yao kina Mkwala kwa sababu Mkwala sana goli moja tu ambao wamefunga na Al Masry. Kwa maana yake wao tayari wana advantage Simba. Mastrika wafungi is fine, lakini viungo wetu they can score, na kwa sababu tuna defend vizuri tunaweza tukaibuka na ushindi. Kitu ambacho kwa Stellenbosch wao kimekosekana kabisa. That's why umeona yani wamecheza vizuri, it's fine. Hata ile game ya Amani, game ya kwanza ya Amani kipindi cha pili wacheza vizuri sana Stellenbosch. Lakini nini impact ya wewe kucheza vizuri sasa? Ndio wale wanakuja leo wamezungumza hapo. Timu nyingi za Arabu zinatupiki hapo. Wewe cheza mpira, mimi na score mabao. Basi. Tuliona hata last season wakati Simba anatolewa na Ahali pale Benjamin Mkapa anafunga goli 1-0. Simba ndio anacheza position kwa 69 kwa 31. Lakini end of the day nani alibuka na ushindi? Si ni Ahali huyo ndio alibuka na ushindi. Kwa hiyo kuna namna kwa stage ambayo Simba wamefika, mimi sioni kama position is matter. Haijalishi wao they have to play kwa ajili ya kuwini mchezo. Sio wacheze kwa ajili ya kupossess game, hapana. Utaenda kucheza na Berkane ambao jana amemwachia Constantine acheze yeye kipindi cha kwanza na cha pili chote. Lakini Constantine ameshinda kuscore mabao mawili. Amescore tu goli moja peke yake. Goli ambalo alitoshi kabisa kukuvusha. Kwa sababu kiwalisia ukiangalia kifootball kabisa, Berkane ana advantage ya kuscore mabao akicheza au mwenda wao akicheza na timu kama Simba na timu nyingine yoyote. Kwa sababu unazungumza Berkane jana ndo mchezo wake wa kwanza kufungwa tangu mashindano yameanza. Japo is fine ndio Simba naye amefunga mchezo miwili tu, kwa maana kwenye group stage alifungwa na Constantine na amefungwa na Al Masry pia kwenye robo finali. Lakini unamzungumzia Berkane ambaye jana ndo mchezo wake wa kwanza anapoteza mchezo. Tangu watu wa group stage, tangu watu wanaanza mwanzo ni iwe ni away home anakanda tu anaendelea, japo kiwalisia ndio tukianza kukalculate unaweza ukasema pia timu ambazo zina madaraja ya Simba amecheza nazo ni chache kiwalisia. Umeona? Kwa sababu
au sijui kina Constantine bado, yani kwa Simba daraja hajafika bado daraja la Simba. Constantine bado klabu ya kawaida sana kwenye tournaments za Afrika. The same tu klabu nyingine ambazo wamecheza hapo nyuma hata kwenye group stages. Bado ni uwezo fanisha na Simba, lakini kwa namna Simba ambavyo anacheza na namna ambavyo Berkane anacheza, unaona kabisa kama makosa ambayo Simba wanafanya Berkane can score goal. Sasa hapo ni shida. Na kuna shida nyingine ndio ulizungumzia hapa kidogo, nimeiona jana. Berkane wagumu kuwafungua kwenye mipira ya chini. Ndio maana Constantine jana aliopt kuwafungua Berkane kwa mipira ya juu. Yaani ukipiga pasi za chini inakuwa shida sana, lakini mipira ya juu ndio mipira ambayo timu zetu sisi ina struggle nayo sana yani. Kwa sababu kuna siku tulizungumza hata kwenye takwimu za ligi kuu. Hizi Simba na Yanga zinacheza na vilabu ambavyo ni value ya chini sana, unaona. Lakini tunazungumzia Simba na Yanga ambao wana kona zaidi ya 150. Hawajascore mabao 5 kutoka kwenye hizo kona.